Hao wanafunzi akina Petro nao walikuwa wanajua kabisa kwamba tukitoka hapo na kwenda kurindima huko kitatupata kilichompata Yesu. Tutakusanywa kama si tutasulubiwa kwenye gunia haijulikani. Taenda kutupwa baharini haijulikani. Tutafanywaje haijulikani. Lakini kilichompata Yesu kitatupata na sisi. Yesu alitambua kabisa hilo. Akaanza kuwekeza amani kwa kipimo cha juu ili kwamba hofu iondoke ndani yao, wasiwasi, mashaka, waweze kulibeba kusudi la Mungu vizuri na katika hali ya utakatifu na utulivu. Adui asipate nafasi ya kuwahukumu, wasishuhudiwe mambo mabaya, injili yao isishutumiwe, wasiwe na mashutumu katika ule utumishi wao. Akawatengenezea mazingira ya amani. Hayo mazingira yametengenezwa hata kwetu sisi leo, kwamba tunapokuwa tumembeba Yesu tunapaswa kuwa na mazingira ya amani. Ndio maana ile amani ya Kristo inayopita akili zote inapokuwa ndani yetu, hata kama tunapita kwenye changamoto nzito, lakini sio kwa kulalamika, sio kwa kunungunika, sio kwa kuonyesha fadhaa, sio kwa kuchanganyikiwa, sio kwa hofu, wala sio kwa wasiwasi. Kinachotubeba ni ile amani ya Kristo. Na hata kama kuna mahali ambapo tumekutana na changamoto nzito ambazo sasa ni kwa namna ya kawaida tunashindwa hata namna ya kujua mwisho wa hii changamoto, hatima ya hili jambo itakuwaje, bado amani ya Kristo ambayo Yesu aliitangaza kule kwa wanafunzi ameitangaza ndani ya kanisa, ya kwamba hiyo itatubeba na hiyo itatusaidia.